kingine nilichokigundua bwana ni katika ulaji, kama tulivyofundishwa kwamba lazima fungua kinywa ule parachichi na mboga salad bwana, kile kitu ni muhimu sana. Unakula unakaa kama dakika 20 ndio unakula. Sasa hiyo main chakula kikubwa mimi imenisaidia sana katika control sukari sana. Yani unakuwa sasa yani bwana ugonjwa wa sukari, yani kama unajipima chakula, sio unakula kurupu hata kama una njaa kwamba unakula moja kwa moja. Lazima ule kwa kiasi, unakula chakula kwa kiasi, unafungua kwa hizo mboga dakika 20, unakula hiyo kama ni samaki na kitu fulani, mambo yanakuwa mazuri. Yani sukari unaipima inakwenda vizuri haisumbui, lakini ukikurupuka tu unakula moja kwa moja vitu vyote, lazima sukari ipande juu, inapanda juu haraka sana na kushuka kwake na kwa taratibu. Hilo mimi ndio niliona ngumu sana la kushare na wenzangu. Asante dada yetu Lusungu kwa kushare na sisi. Nimekufahamu vizuri. So mimi nikupe asante. Hello. Sijui nimesikika vizuri? Nimesikika vizuri. Umesikika vizuri. Mimi nasikilikana? Nasema hivi, halo, unasema? Nauliza mimi nasikilikana? Wewe nakusikia vizuri. Nakwambia tumekusikia vizuri tu, na tunakushukuru kwa kushare na sisi, kwa hususan kwa vyakula vile ambavyo ni tunu huko ulipo, ikiwemo mboga za maboga pamoja na mchicha, ambao kwa kweli imekuwa tunu kwa sababu kadri unavyohangaika lakini still huupati. Kabichi nyingi, carrot ziko nyingi. Shukrani sana. Mashallah. Shukrani sana dada yetu Lusungu. Naomba tumpe mic mtu mwingine tuweza kusikia idea zao, especially katika hili swala la kufunga. Swala la kufunga wao linawasaidia. Asante dada yetu Lusungu. Kwa wale waliochelewa, tunalolidiscuss hapa, tunataka kujua walio wingi mwezi uliopita wameingia katika mfungo. Tunahitaji kujua kwa kila mmoja huu mfungo uliopita umemsaidia nini, na mfungo huu uliopita una tofauti gani na mfungo ambao tunaufunga kila siku. Mfano, kama umefunga Ramadhani ina tofauti gani na ile kufunga masaa 16? Kama umefunga Christmas ilikuwa ina tofauti gani na ile masaa 16? Tukitoka kwa dada yetu Lusungu, niende kwa dadangu Mariam. Dadangu Mariam, habari za jioni. Mariam. Halo dokta, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako na wewe? Salama dokta, naendelea vizuri. Alhamdulillah. Haya dada yangu, nadhani umesikia mada iliyokuwepo mezani. Kwanza nikuulize, umefanikiwa kufunga mfungo uliopita? Nimefunga dokta. Umefunga zote kama ilivyotakiwa? Ndiyo dokta, nimefunga zote, nimefunga na 6. Umefunga na 6, mashallah. Ramadhani ya mara hii upande wako umeionaje? Kwa kwangu naona imekuwa rahisi zaidi kuliko Ramadhani iliyopita. Kwa sababu Ramadhani iliyopita nilishindwa. Nilijaribu nikaweza kufunga siku 3. Siku zinazofuata nilishindwa, nikaamua kuacha tu. Kwa maana hiyo Ramadhani iliyopita, ukiachana Ramadhani hii, ulifanikiwa kufunga swaumu 3 tu tena kwa kujilazimisha? 3 pekee, yani 3 pekee, tena siku moja karibia nianguke tu njiani. Zilikuwa zikikushinda vipi? Zilikuwa hizo Ramadhani zinakushinda vipi? Yani si nilikuwa natumia dawa bado. Okay. Kwa hiyo ilikuwa kama nilikuwa natumia dawa afu nilikuwa na meza usiku pekee, kwa maana inakufanya kazi usiku afu mchana na kuwa niko kama empty. Kwa hiyo ilikuwa nikifunga ile ikifika saa 6 kizunguzungu kwanza mbele sioni, yani nikitembea ni kama nipapasie hivi ukuta. Mwisho wa siku kuna daktari mmoja akasema hata Mungu anajua kama unaumwa. Kama imefikia hatua hiyo utakuja na hivi napita barabarani kuna magari akasema utagongwa na magari, acha. Kwa kweli na mimi nikajiona siwezi kabisa, nakosa nguvu, hata pumzi narudi ndani. Nikaacha. Lakini mwaka huu
hivi situmii dawa, narekebisha sukari, natumia diet. Yani nimefunga kana kwamba sijafunga, yani maana yake yani sipati njaa, sipati yani chochote, si kiu, si kitu gani, nimefunga vizuri tu. Hakuna aliyekushangaa, mfano familia, kwa sababu walikuwa wanakujua Ramadhani iliyopita ilikushinda kufunga na Ramadhani ya mara hii unaiweza vizuri? Hakuna yeyote alosema Haswa lolote kuhusu hilo? wamesema kabisa, kwa sababu mume wangu pia ana sukari, lakini yeye amekataa kufuata diet inayofuata mimi, amesema yeye hawezi. Yeye kasema mimi si ulaji wako, anasema siuwezi kabisa. Kwa hiyo yeye ameshindwa kabisa kufunga mwenyewe, lakini mimi nimefunga, naye ananishangaa, umeweza leo tuone na kesho, umeweza kesho tuone kesho kutwa. Nashangaa nimemaliza zote. Na baada ya Idi wanakula Idi ile siku ya pili, nikasema mimi nimefunga bwana, mimi nafunga zangu 6. Akasema unaweza? Nikamwambia unavyoona mimi nimepungua mahali. Niko nashangaa unafunga afu unanawiri, ufungaji gani huu? Au unatukula mchana? Nikasema kwa umri huu kula mchana. Kweli kabisa, yani nashukuru Mungu kwa kweli, Mungu amenijalia kwa kweli, safari hii nimefunga, yani sijajisikia hata sehemu yote, hata ifinye tu finye sijasikia Good, kwa wonderful. kweli. Kuna tofauti gani kati ya saumu yako uliofunga hii ya Ramadhani na funga hii ambayo tunafunga kila siku ya masaa 16, ambayo sasa hivi saumu iliyopita ndio imeshapita, lakini saumu zetu, funga yetu hii inaendelea kama kawaida? Kuna tofauti? Tofauti kwanza ya kufunga na tofauti ya matokeo. Yes, kuna tofauti dokta, kwa sababu unajua ukifunga masaa 16 unajua kabisa kama ikifika, najua ikifika saa 5 saa 6 nitakula, na ile nyingine ukifunga unasema siwezi kula mpaka inafika muda wa kufuturu. Lakini pia katika sukari, wakati nafunga ile ya Ramadhani, nilikuwa nikipima mimi haijawahi kuzidi 4.9, ilikuwa chini ya hapo siku zote. Lakini nikifunga saa 16 hii napima mpaka siku nyingine nafika 5 kamili, 4.9, 4.8, 5 kamili inafika. Okay. Mm. Wewe unadhani jambo gani lilofanya hii kufunga kwa Ramadhani sukari yako ilikuwa haijawahi kufika 5, lakini hii kufunga kawaida sukari yako ishawahi kufika 5, 5.1, 5.0? Unadhani kitu gani? Nafikiri ni kwa sababu wakati wa kufunga Ramadhani naweza kula mlo mmoja tu, nikifuturu tu pale basi naweza nisile daku hadi kesho yake tena. Okay. Kwa hiyo nakuwa kama nachukua daku yenyewe, ninachokula futari kile ni kicha kawaida kabisa chepesi, kama nimpata uji wa dengu nikinywa nikila na saladi kesho hiyo. Kwa hiyo naweza kulala bila, yani sukari kama kidogo sana inakuwepo kwenye mwili ile ya kawaida kabisa, matumizi ya kawaida. Lakini sasa mchana, kwa sababu nashinda kazini, saa 6 ile ikifika ni kila nitakachokula, jioni nayo ikifika ni kila na saladi, labda parachichi, labda nikapata kipande cha samaki. Alafu jioni nikishakula nafanya mazoezi dakika 10-15 kabla ya kusubiria muda wa kulala. Kwa hiyo naona kama inakuwa ile digestion yake, sijui niseme haitaki place upesi au sijui, mpaka najisemea sasa hivi nitaanza kufunga, mimi nitaanza kufunga siku zote. Wonderful, wonderful. Asante sana dada yetu Mariam kwa kutufanyia evaluation baina saumu ya Ramadhani uliofanikiwa kufunga wewe na kufunga ile ya masaa 16 na matokeo yako uliyoyaona. Nadhani tumpe nafasi mtu mwingine ili tujue na yeye atatuambia nini, halafu dakika za mwisho tutaweza kufanya conclusion ili kila mmoja ajue anachofanya anafanya nini. Asante dadangu Mariam, asante dada yetu Madam Lusungu naye kwa kutufafanulia upande wake. Nadhani nimkaribishe mwingine. Naomba tunyooshe mkono tu, sina haja ya kutaja jina ili tuweze kwenda spidi. Tafadhali, kama unahitaji kuchangia kuhusu swaumu, kuhusu kufunga hii ya Ramadhani ama Christmas, na kama uliona tofauti au hukuona tofauti, naomba tafadhali share na sisi. Nimwite dada yangu Margaret. Margaret, habari za jioni? Margaret yuko mbali na simu. Nimkaribishe Freddy, kakaangu Freddy, Mr. Muhammad, dada yangu Zuhura, Zubeda, Mtumwa, Dazaituni, Loita, majina yoyote anaweza akafungua maiki. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hali yako? Nzuri. Umeshindaje leo hii?
Alhamdulillah, nashukuru. Haya, tuambie katika hizi somo zilizopita umefanikiwa kufunga saumu ngapi? Mi kwa somo zilizopita sijawahi kuacha hata moja tangu nianze kuumwa, lakini nilikuwa na changamoto nikiona kama mwezi ujao ni Ramadhani, kwa sababu nilikuwa sipendi kuacha kufunga. Nilikuwa naanza zoezi mwezi nzima huku, yaani siku ya kwanza Kwa maana hiyo na Ramadhani zilizopita zote ulifanikiwa kufunga ukiachana Ramadhani hii. lakini ninakuwa na changamoto. Nilikuwa naanza siku ya kwanza nafika saa 6, lakini sio Ramadhani. Najijua kwamba nikifika Ramadhani nakuwa na changamoto, kwa hiyo naanza nyuma. Nikishaanza nyuma, ikifika ile Ramadhani mimi nakuwa nishazoea, lakini hata hivyo nilikuwa nishazoea ikifika saa 10 ikifika saa 10 naanza kutetemeka miguu na mikono, na kwa siwezi hapo, sifanyi tena kazi, lakini kwa siachi kufunga. Lakini Ramadhani ya mara hii nashukuru, alhamdulillah, sikutetereka chochote, yani sikupata tabu, na kama ingekuwa siogopi kupungua, yani mimi ningekuwa naendelea, kwa nilikuwa najilazimisha kula hadi daku kwa sababu niliogopa uzito usizidi kupungua. Lakini kwa kuhusu kuhangaika sijui kwa kufunga, hata nilikuwa sipati tabu yoyote, na ibada nikifanya vizuri na kazi zangu nikifanya mwenyewe. Mwisho kuna mtu alinipigia simu akaniuliza, wewe unaweza kufunga? Kaambia kwa nini? Kwa hiyo hali ulionayo, kwa sababu wamezoea mimi siku zote ni mnene. Sasa mimi kuingia kwenye hii program mwili wote umeondoka. Kaambia kwani, yani wananiona kama naumwa nilivyokuwa, lakini mwenyewe najijua kama siumwi na ninafanya kazi zangu zote. Yani kuna tofauti kubwa katika hiyo miaka 7-8 niloumwa. Ramadhani ya mara hii tofauti sana kuliko zote. Sijaachapo hizo nyingine, lakini ya mara hii nimeiona faida yake. Okay, good. Na nataka kujua kuhusu kufunga ile kwetu ya 16 siku masaa 16 na hii kufunga Ramadhani. Kulikuwa kuna tofauti gani wakati wa kufunga na matokeo yake? Tofauti ipo, kwa sababu tofauti ya kwanza ile ya masaa 16 si tunakunywa maji. Ya, ndio. Hii hapa hunywi maji, hunywi chochote. Okay. Ndo tofauti nilioiona, na utakuta ni kweli tofauti inakuja. Lazima ilipokuwa ile Ramadhani ya kufunga bila kula kitu, yani nini yake, ukipima sukari tofauti na hii mimi nimezidi kama pointi tu moja, lakini ile mara nyingi ilikuwa 4.4 4.5 ilifika 3, lakini ndo kipindi hicho tulikuwa hatutumi kutokana, tulisema tuna mpangilio ya nini, hakuna muda. Hata daktari alisema hakuna muda, na mimi tena niliona ishafika karibia anza kutimia mwaka tena, nikasema nipumzike hii kupima na mimi, lakini nilikuwa najisi ngoja leo, mbona leo niko hivi sana, niko shwari sana. Basi nikipima nikuta nishawahi kukuta 3, na kipindi cha nyuma huko sijawahi kukuta 3. Okay. Ila sasa hivi ama saa 16 4.8 4.9 4.7. Good. Haya, Mkude, hapo umefahamika. Jambo ambalo nilikuwa nataka kulijua kwako la msingi, mfano umepata mgonjwa mwenye kisukari, inataka kuingia kwa Christmas ama Ramadhani, na yeye hawezi kufunga au hajajaribu kufunga, unadhani wewe upande wako utamshauri nini, ikiwa tayari wewe mwenyewe ushapita katika changamoto kama hiyo? Mimi nitamshauri afunge, nitamwambia funga. Ukiona siku ya mwanzo nini, ishia pale ulipo nini, kama nilivyokuwa nikifanya, nimeishia hapo ulipokuwa umeshindwa. Siku ya pili yake ongeza, kwa sababu na mimi ndio nilivyokuwa nikifanya mwanzo. Nikiwa kifika saa 6 nilikuwa siwezi, kwa hiyo nilikuwa nakula kipindi hicho. Lakini nilikuwa najua mimi afya yangu, kwa hiyo nilikuwa naanza kabla Ramadhani wiki 2 nyuma ama mwezi nzima. Haya, nakula, na siku ya pili yake nimeona nimeshia muda ule, naongeza masaa 2 mpaka matokeo yake naweza nikifika Ramadhani. Mimi nilikuwa sitaki kwamba nikose Ramadhani. Okay. Yani ile muda unaoshindwa angalie nini, siku ya pili yake unaongeza mpaka mwisho wake unaweza. Hata mimi mazoezi ndio nilivyoanza hivyo, mazoezi haya kawaida ya viungo, kila siku naona leo imeishia namba fulani, naongeza matokeo yake mpaka nikaa nafika hizo hatua 10,000 10,000 7,000. Yani kitu kwa vup mara moja kwa moja nahisi mtu hutoweza, lakini unaanza hatua ndogo ndogo. Ya, ni kweli.
Asante sana dada yetu da Zuhura kwa mchango wako huu mzuri na jinsi ulivyotuambia kuwa hakuna jambo linalokuja mara moja tu, kama wewe mwenyewe Ramadhani zilizopita mwenyewe unavyosema kuwa kabla Ramadhani unaanza kufanya mazoezi, kufunga leo saa 6, kesho saa 8, mpaka inakuja kufika unaipata siku nzima. Kwa wale wapya katika hili program zetu, nadhani washapata ushauri kutoka kwa watu tofauti tofauti, alimradi tu na wao Mwenyezi Mungu akitujalia uhai na uzima, kama kwa Christmas hii imekushinda kufunga ama kama Ramadhani hii imekushinda kufunga, maana yake hujachelewa, unaweza ukajipanga kwa ajili ya Ramadhani ya mwakani ama kwa ajili ya Christmas ya mwakani, ili mwakani na wewe ufanikiwe katika watakaokuwemo watakaofunga. Asante sana dada yangu da Zuhura, naomba ufunge mic yako. Nimkaribishe mwingine, tunaweza kunyosha mkono ili nikupe nafasi. Kama hakuna wa kunyosha mkono, sitaki nichague, niongee mimi moja kwa moja tu, nitoe ufafanuzi baina ya hizi swaumu mbili. Kawaida program zetu huwa tunafunga sisi program zetu tumezigawa sehemu 3. Watu wa 7 day challenge wanazijua vizuri, ambao sehemu ya kwanza ni chakula. Chakula gani unatakiwa kula? Hilo ndo jambo la kwanza. Chakula kilichokuwa sahihi ndo unaruhusiwa kula, na chakula ambacho sio sahihi huruhusiwi kula. Hili ni jambo la kwanza katika program zetu. Maana yake kama huwezi kudhibiti vyakula, basi wewe utakuwa hujawa tayari katika kupona kisukari. Jambo la pili katika program zetu tunalolisimamia, muda unaotakiwa kula. Na muda unaotakiwa kula, hii ndo tunaihusisha na kufunga. Maana yake tunahitaji ufunge masaa 16. Masaa 16 utayafunga vipi? Maana yake mlo wa kwanza utakula saa 5 na mlo utakaofuata utakuja kula saa 1. Kutoka saa 1 mpaka chakula kinachofuata ni saa 5 ya siku ya pili. Hii inasababisha wewe utimize masaa 15.